Moja kati ya malalamiko ya wananchi sasa hivi ni kupanda kwa bei ya mafuta na mpaka imepelekea bidhaa kupanda kwa kiwango fulani. Serikali kwa nini haisikii kilio cha wananchi kwamba kupunguzwe tozo, baadhi ya tozo ama kodi kwenye mafuta ili bei ishuke? Lambert, tunarudi pale pale. Tozo zilizowekwa kwenye mafuta ni fedha ambayo ipo kwenye bajeti ya serikali na ina majukumu yake. Leo hii ukiniambia barabara za Mbeya zina vumbi, halafu hapo nataka nikaondoe tozo kwenye mafuta, hizi barabara manake nisijenge kabisa. Lakini Msigwa, ukiniambia leo hii nikatoe, sasa nachotaka kusema ni nini? Serikali imefanya tathmini, sio kwamba hatutambui tatizo lililojitokeza la kupanda kwa bei za mafuta na athari zake, lakini serikali inafanya tathmini. Ukiondoa hizi tozo zilizoko kwenye mafuta au ukiweka ruzuku kwenye mafuta, maana yake ni kwamba hii fedha unaitoa kwenye huduma zingine. Utaitoa kwenye dawa, utaitoa kwenye maji, utaitoa kwenye barabara, utaitoa kwenye ada za shule za wanafunzi, kugharimia masomo ya wanafunzi na maeneo mengine mbalimbali. Sasa serikali inapima, je, ni sawa tuache kuleta dawa au tukose fedha za dawa? Unajua kuna wenzetu hapa wanatumia dawa za kufubaza virusi, kwa hiyo manake ni maisha yao. Tutoe fedha huku tuje tuziweke kwenye mafuta. Kwa hiyo ukiangalia ni kama vile mfuko yako ya suruali, yaani mfuko wa kushoto, wa kulia, lakini zote hizo ni fedha za kwako mwenyewe. Kwa hiyo serikali imepima ikaona kwa wakati huu tukisema tutoe fedha kwenye sehemu nyingine au tufute hizi tozo kwenye sehemu zingine, tutaathiri maeneo mengine ya kibajeti, tutaathiri huduma zingine kwa wananchi. Na ndio maana tukasema tunaendelea kufanya tathmini, tuangalie athari hizi zitakwenda kwa kiwango gani, na tuone endapo serikali itaamua kupunguza tozo ama itaamua kuweka ruzuku, ifanye hivyo wakati gani. Msigwa, pengine nikuulize kwamba kuna tozo nyingi zipo kwenye mafuta. Nitakupa mfano wa tozo mojawapo. Kuna tozo ya mafuta na kuna tozo ya petroli. Hii ukiona ni kama kitu kimoja, kwa nini tusiondoe mojawapo? Mfano mdogo. Mimi nadhani majina ya tozo sio issue. Issue ni kwamba tozo hizo zikikusanywa zinaenda wapi? Sawa, mfano tozo ya mafuta na zinakwenda kujenga barabara. Lakini pia kuna tozo ya barabara na zenyewe zinakwenda kujenga barabara. Nina maana ya tozo ya barabara. Hiyo tozo ya mafuta itakuwa na majukumu mengine. Sina budget nilionayo hapa. Sina document ya budget hapa. Sawa, kwa hiyo tunataka tuzijenge barabara, wakati huo watu sasa hivi wamepaki magari, hawatumii hata hizo barabara zenyewe. Sasa wakati mwingine umesema kuna tozo ya barabara na kuna tozo ya mafuta. Hivi kwa mfano nikupe mfano. Ndio. Tozo ya barabara kwa mfano. Mwezi wangapi hapa wakati wa mvua nyingi njia ya Lindi imejifunga? Unasemaje hapo? Tukatoa ile tozo, tusifungue ile njia, wenzetu wa kusini wawe mawasiliano yamekatika? Hizi tozo mnazichukua muda mrefu sana, Msigwa. Ndio, manake zina majukumu. Mnazichukua muda mrefu. Yaani issue ni kwamba hizi tozo haziendi kwenye mfuko wa Msigwa kwa ajili ya kwenda kula bata Kariakoo. Umeshanielewa? Hizi ni fedha ambazo zikikusanywa zinakwenda kutekeleza majukumu mengine. Sawa. Wenzetu wametumia sayansi gani, mataifa ambayo wamefanikiwa kuondoa baadhi ya tozo na kupunguza bei ya mafuta? Sayansi gani? Na kwa nini msijifunze? Nitafurahi kupata nchi ambayo imepunguza bei ya mafuta kwa kufanya hivyo. Naam, nitakutajia baadhi ya nchi hapa ambazo zimefanya hivyo. Kwa mfano, tukitazama nchi kama Zambia, wenyewe wameondoa VAT. Namibia pia wanatumia mfuko. Kasome hiyo dokumenti yao, walipoondoa VAT kwenye mafuta kwenye maeneo mengine ya budget wamefanya nini? Kwa sababu hili ni jambo pana sana. Na wewe siamini kama ni mtaalamu wa budget. Na sidhani kama umesoma hilo eneo la VAT iliondolewa Zambia na umesoma na maeneo mengine. Kwa sababu yako maeneo ambayo sisi kama nchi hatuyatozi kodi kwa sababu maalum, na hizo nchi unazozitaja zinayatoza. Kwa hiyo wao wakiamua kutoka huku wakaenda kwenye sehemu nyingine, kwa sababu budget ya nchi moja na nchi nyingine zinatofautiana. Sawa. Unajua hizi ni fedha, unajua Lambert, hizi ni fedha ambazo budget ni namna ambavyo nyinyi mmeamua kutumia rasilimali yenu ya fedha kwenye mwaka husika. Mnaweza mkaamua kwamba mwaka huu tunaondoa VAT kwenye mafuta. Lakini tunaweka tozo kwenye magari kwa mfano. Mkakusanya tozo kwenye magari. Mnaweza mkaamua mwaka huu sisi tunafuta tozo ya pikipiki. Lakini fedha zetu tutazikusanya huku.
kwenye kitu hiki huku. Sawa. Hapa tunafuta huku, tutakusanya huku. Kwa hiyo hizo ni hesabu za kibudget ambazo pengine zinahitaji mjadala mpana. Kwenye swala la mafuta hili, hivi karibuni tulimsikia Mheshimiwa Rais akitoa maelekezo kwamba yeye anapunguza msafara wake. Yeah. Na akizungumza vile, maana yake anaaminisha kwamba na viongozi wa chini wafanye hivyo hivyo. Swala hili la kupunguza msafara kwa rais au viongozi wengine wa chini kumesaidieje kupungua kwa bei ya mafuta? Mheshimiwa Rais alikuwa anatuma ujumbe kwa serikali nzima kupunguza matumizi ya mafuta. Serikali kipunguza... na ile aliyoifanya yeye ndio ilikuwa ni demonstration. Na mimi nitakwambia kuanzia mimi ni katibu mkuu, ni afisa masuhuli kwenye wizara yangu. Mimi hivi ninavyozungumza na wewe, magari ya wizara yako Dodoma. Watumishi wote wanapokuja Dar es Salaam watasafiri kwa treni kuja Dar es Salaam kwa sababu treni ipo. Watasafiri kwa mabasi kuja Dar es Salaam kwa sababu mabasi yapo. Magari yetu ya taasisi yaliyopo Dar es Salaam tumepanga upya matumizi yake. Kwa hivyo mimi hata nilivyokuja hapa studio sijatumia gari langu mimi la katibu mkuu. Gari langu la katibu mkuu liko Dodoma. Sawa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais siku ile alikuwa anatuma ujumbe. Sawa. Nimekuelewa kwamba lazima sasa tujipange upya kwenye matumizi ya mafuta. Swali langu ni kwamba kupunguzwa kwa msafara, kupunguza matumizi ya mafuta kwenu nyinyi watumishi wa umma, kuna badilishaje bei ya mafuta kwa mwananchi wa kawaida anapoenda kwenye kituo cha mafuta? Mheshimiwa Rais alikuwa anataka tupunguze matumizi ya mafuta ndani ya serikali. Na faida yake ni kwamba matumizi pia ya serikali yanafanyeje? Yanapungua. Matumizi ya serikali yakipungua, fedha zile wanao manage budget, wanaosimamia budget ya serikali wanazielekeza kwenye mambo mengine. Nataka nikwambie kitu kimoja Lambert. Swala la kubadilika kwa bei ya mafuta na mitikisiko mbalimbali ya uchumi iliyotokea duniani zinaleta maumivu makubwa sana kwenye bajeti ya serikali. Na serikali inabidi itumie mbinu mbalimbali ili kuhakikisha yale mambo makuu hayaathiriki. Unajua serikalini kule kwenye bajeti, kwenye malipo ya serikali kuna charges, kuna vitu vinaitwa charge, yani vipaumbele vya malipo. Kipaumbele cha kwanza ni mishahara ya watumishi. Sawa. Kipaumbele cha pili ni madeni, kulipa madeni. Sasa uliniuliza swali hapa kwamba kuna watu wanadai, si ndio hivi? Ni kipaumbele namba 2 kwa serikali. Kipaumbele namba 3 ni kulipia miradi ya maendeleo inayoendelea. Tuna SGR, tuna barabara, tuna nini na nini. Kwa fedha za serikali zikishakusanywa pale, mtu anaanza kuangalia, cha kwanza hakikisha mishahara ya watumishi imelipwa. Cha pili, haya tuna madeni kiasi gani? Kiasi hiki. Lipa. Tunaweza kulipa yote au tunaweza kulipa kiasi. Tuna miradi ya maendeleo. Tunatakiwa tuwalipe wakandarasi na nini na wazabuni na watu wa huduma mbalimbali. Unakwenda ndio hivyo, inakwenda inashuka. Sawa. Kwa hiyo kadiri unavyopunguza matumizi serikalini, fedha zile zinateremka kuja kuhudumia maeneo mengine huku ya kibiashara. Sasa kwa mfano, kama sasa hivi moja kati ya maeneo ambayo serikali inatilia kipaumbele ni kwenye huduma za matibabu kwa wananchi. Ni lazima tuhakikishe uwezo wetu wa kuagiza dawa haushuki, kwa sababu dawa za wananchi ni maisha. Siku utakapokuwa umepunguza bajeti ya dawa, maana yake unasema mtu akienda hospitali akose matibabu. Kitu ambacho sisi serikalini tunakipatia umuhimu mkubwa. Kwa lazima sasa ndani ya serikali tuanze kupunguza matumizi. Ndio hiyo, punguza misafara, punguza matumizi ya mafuta, sijui na nini. Kama mlikuwa mnapata fedha za kuendesha ofisi kiasi shilingi 10, mtaanza kupata shilingi 6, mtaanza kupata shilingi 4, ili zile fedha zingine sasa zielekezwe kwenye maeneo mengine ya maendeleo na mahitaji mengine ya kuhudumia wananchi. Sawa. Hoja yangu ilikuwa ni kwamba sasa kwa nini kama kulikuwa kumetoka maelekezo ya kupunguza matumizi ya serikali, isingekuwa kuna maelekezo mahususi, pesa hiyo iliyokuwa inatumika kwenye hayo matumizi iende kufidia gharama ya mafuta ili ireflect, kwa sababu ile kauli ya Mheshimiwa Rais ni kama ina sasa unajua Lambert, unajua nyinyi mnaona athari moja tu za kwenye mafuta, lakini athari zimetokea maeneo mengi. Hivi ninavyozungumza na wewe, bei za dawa zimepanda, bei za vifaa tiba zimepanda,
bei za vifaa vya ukandarasi zimepanda, bei za vifaa vya ujenzi zimepanda, bei za kila mahali vitu vimepanda. Kwa hiyo msiliangalie swala la mafuta tu, yani kuna maeneo mengine ambayo tukikaa sisi tunadhani ni mafuta tu, utakuja kujikuta dawa hazinunuliki. Umeshanielewa? Utakuja kujikuta miradi ya maji inakufa, watu wanakosa maji. Utakuja kujikuta barabara hazitengenezwi, wakandarasi wanatoka site. Utakuja kujikuta watoto wanakosa huduma shuleni. Kwa hiyo serikali inapofanya hivi pia inaangalia vipaumbele kwamba kwa kupunguza haya matumizi tunaenda kuangalia maeneo gani mahususi ili tusilete shida kubwa kwa wananchi. Sawa. Ni kweli mafuta yanaleta shida, lakini mitikisiko hii iliyotokea duniani, haya mambo ya vita na mambo mengine mengi, hayajaleta athari kwenye mafuta tu peke yake. Ni maeneo mengi yameathirika, na ni jukumu la serikali kuyaangalia maeneo yote kwa vipaumbele. Na ukiachana na huo mjadala wa mafuta, mjadala unaoendelea sasa hivi kwa watu ni kupanda kwa bei ya mitungi ya gesi. Na wakati huo tunafukuzia zile 80% za Watanzania kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Mitungi ya gesi imepanda. Tunafanyaje hapa? Tunatokaje? Ni yale Nide. Gharama hizi za maisha zinavyopanda, mtikisiko wa kiuchumi ukitokea unaleta athari kwenye maeneo mengi. Na gesi kwa mfano, gesi ni bidhaa ambayo inaathiriwa sana na usafirishaji. Kwa hiyo kwa namna yoyote kukishatokea athari za kiusafirishaji, bei za mafuta zimepanda. Najua mmekuwa na mijadala ya bei za mafuta mara nyingi. Bidhaa zote ambazo upatikanaji wake unategemea usafirishaji, lazima bei zake zitapanda. Kwa bei za mafuta pia zimepanda, lakini inaanza kutia faraja kidogo kwamba wakubwa hawa ambao wametikisa uchumi huko juu wameanza kuzungumza, na tunaanza kuona dalili za kuisha haya matatizo. Sisi tunaamini kwamba matatizo haya yakiisha tutarudi katika hali yetu na chumi zetu zitakaa sawa. Na ndio maana Lambert na Nide tunasisitiza sana wakati wote masuala ya utulivu kwenye nchi, sio ndani ya nchi yetu tu ya Tanzania, duniani kote. Dunia ikiwa na amani, haya matatizo hayatokei. Lakini dunia ikikosa amani, ikikosa utulivu, kunatokea shida kubwa ambayo inaathiri kila mtu. Kwa sababu leo hii ukitikisa njia kuu za uchumi, mmoja wapo ikiwa hii ya mafuta, unakwenda kumgusa mpaka mwananchi wa chini kabisa. Sahihi. Na athari zake hizo, mimi siwezi nikakaa hapa nikaanza kudanganya kwamba eti sisi Tanzania hatutaguswa. Ukishagusa kwenye mafuta kila mahali patatikisika. Sawa. Unajua, ukizungumzia mafuta, hiyo ni moja kati ya gharama tunayosema ni kuagiza mafuta. Hivi hakuna nchi za Afrika zinazouza mafuta sisi kama nchi tukao tunanunua kutoka kwenye nchi hizo? Ziko nchi za Afrika zinazalisha mafuta. Sasa unajua kwenye hizi biashara za mafuta kuna vigezo vingi ambavyo unavitumia wapi ununue. Na mara zote unajua tunatafuta mahali ambako tutapata gharama nafuu ya bidhaa. Kwa ziko baadhi ya nchi za Afrika zinazalisha mafuta, lakini nchi yetu inayo mikataba mbalimbali. Wafanyabiashara wetu wanafanya biashara na mikataba mbalimbali, wanaangalia wanaoleta mafuta, wanaangalia wapi tukileta mafuta tutapata mafuta haya kwa gharama nafuu. Kwa unaweza kuwa una nchi ya Afrika lakini mafuta yake kuyaleta mpaka hapa yakawa gharama zaidi kuliko hayo utakayotoa Mashariki ya Kati. Kwenye swala la mafuta tumeona serikali ikitoa maelezo mbalimbali ya kukabiliana na changamoto ya mafuta huko tuendako, ikiwemo kujenga matanki ya mafuta Kigamboni ambayo Mheshimiwa Rais aliyazindua hivi karibuni. Lakini hivi kati kumekuwa na mjadala kuhusiana na refinery sehemu pale Tanga. Na moja kati ya mjadala ulikuwa ni kwamba wakati swala hilo la kujenga mradi huo pale, sisi hatukuwa na taarifa. Yani mpaka wenzetu wa Kenya wameliongea kwenye public, sisi hatukuwa na taarifa. Nini kilitokea? Jambo linalohusu nchi yetu, sisi hatukuwa na taarifa mpaka tumekuja kuona kwenye vyombo vya habari. Nadhani Mheshimiwa Rais alilisema, na nisingependa kurudia kauli ya Mheshimiwa Rais. Lakini Kenya na sisi ni ndugu, na mradi ule inshallah utafanyika Tanga. Najua kumekuwa na kauli, na mimi niwaambie Watanzania siku mbili hizi mtapata surprise nyingine. Si bado tunaishi kwenye kauli. Basi siku mbili hizi mtapata surprise ya kauli nyingine. Lakini nataka niwahakikishie Watanzania mpango wa kujenga refinery Tanga, ama kile kiwanda cha kuchakata mafuta uko pale pale. Bahati nzuri
mradi wetu wa kujenga bomba la mafuta kutoka Hoima Uganda mpaka Tanga umefika hatua nzuri, tuko zaidi ya 85%. Tunatarajia mpaka Julai kila kitu kitakuwa kiko sawa, mradi utakuwa umekamilika. Matarajio yetu ni kwamba pamoja na kusafirisha hayo mafuta ghafi, lakini pia tutakwenda kwenye hatua inayofuata ya kusafisha hayo mafuta ili yaweze kutumika ndani ya nchi zetu. Haya yaliyotokea Mashariki ya Kati katika mlango wa Hormuz ambayo yamesababisha maumivu makubwa ya bidhaa ya mafuta duniani yametuletea masomo mengi. Mojawapo ni hilo kwamba sasa kwenye miradi yetu hii, badala ya kufikiria kuzalisha mafuta ghafi na kuyasafirisha, sasa tuanze kufikiria kusafisha mafuta yetu sisi wenyewe. Ili hata hali ya hewa ikichafuka huko sehemu kwingine, basi sisi wenyewe tuwe na uwezo wetu wa ndani. Kwa hiyo mimi nimalizie kwa kusema Watanzania tulieni, Wakinga wanasema calm down. Sawa. Calm down, tutajenga refinery Tanga na inshallah tutakuwa tuna mafuta ya kwetu sisi wenyewe yanayozalishwa ndani ya nchi yetu. Jamani, kauli ya ndugu yangu Gerson Msigwa imetolewa leo Mei 15 saa 5 kasorobo asubuhi, akisema kwamba ndani ya siku mbili hizi pia tutapata surprise. Lakini mwenye pesa kwa maana ya Dangote ameonyesha wazi kwamba refinery anataka ijengwe Mombasa. Mtafanya maajabu gani tena kubadilisha kauli yake aje kujenga Tanga? Ndani ya siku mbili hizi Watanzania mtapata surprise. Anaweza asiwe Dangote. Ndani ya siku mbili Watanzania mtapata surprise. Lakini niwahakikishie refinery Tanga itajengwa. Na katika mpango huu Dangote ni mmoja wapo, lakini tunaweza kufanya na wadau wengine wengi ambao wameonyesha nia ya kufanya uwekezaji kwenye bandari yetu pale Tanga kwa ajili ya kuweka refinery ya mafuta. Lakini Dangote whoever, ndani ya siku mbili get prepared for the surprise. Sawa, huyu ni Gerson Msigwa, tunazungumza naye hapa kwenye Power Bank kuhusiana na masuala ya kitaifa. Natamani sasa tuende kwenye tasnia yetu ya habari kidogo. Sawa. Naomba tunywe maji kidogo. Tunywe maji? Kidogo. Hatuna kiu. Kidogo. Haya. Twende Tanga. Harufu ya utuli.